ni wana wa Mungu. Kitu kingine ambaye mimi sijamuelewa, kwa maana amesema ametoa 26:63 Mathayo ya kwamba Yesu anasema mtamuona mwana wa Adamu. Sasa akasema mimi sikatai Yesu ni mwana wa Adamu, lakini si mwana wa Mungu. Nani alisema mwana wa Adamu si mwana wa Mungu? Hebu nikupea andiko, mwana wa Adamu ndiye mwana wa Mungu. 16:13 Mathayo. Ni kama ukusema ati nakubali ni bread si mkate. Sasa unakataa nini? Kubali 16:13 ndio inasema kitabu cha Mathayo. Ndio. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza. Wewe angalia pande hii mpaka muitane nyote muulizane hapo. Soma andiko. Watu ndio unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hivyo swali, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Kumbe mwana wa Adamu kuna wengine wanamuita tu nabii kama Waislamu. Nyinyi mko hapo. Akawaambiaje? Ninyi wanafunzi wangu ndio mwanena kuwa ni nani? Ninyi mwanena kuwa mwana wa Adamu ni nani? Simoni Petro akajibu akasema. Rudia. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona. Heri wewe Simoni Bariona. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mimi nawahurumia Waislamu, hamtafunuliwa na Baba wa mbinguni. Wakati mtafunuliwa na Baba wa mbinguni mtajua Yesu ni Kristo mwana wa Mungu. Lakini kwa sababu bado hamtafunuliwa, ndio naona hii kundi yote hapa inawadanganyeni. Yesu ni mwana wa Mungu kwa ushahidi wa maandiko. Nimetoa challenge, ni nabii yupi dunia hii katika vitabu vyote mnavyodai amewahi kusema Yesu si mwana wa Mungu? Naomba ushahidi wa watatu ama wawili. Toeni mmoja hapa, awe ni Zakaria, awe ni Yohana. Si kutuambia tu Korani mnatuambia tu ni ya Muhammad. Kwani manabii hao wengine vitabu vyao mlipeleka hapa? Mwalimu Isaya 64:8 alisoma. 64:8 soma. Lakini sasa Bwana, Baba yetu. Baba nani? Baba yetu. Sisi tu udogo. Nawe mfinyanzi wetu. Sisi sote tu kazi ya mikono yako. Sasa kitu ambaye alikuwa anajenga hapo, hoja yake ilikuwa kwa sababu Mungu anasema sisi tu ni baba yetu. Kwa hivyo haiwezi kaja sisi ni wanawake. Haigi kabisa. Kwa nini? Hebu nisaidie 20:17 kitabu cha Yohana. Dakika 3 zimebaki. 20:17. Changamka. Inasema hivi. Inasemaje? Yesu akawaambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Enda kwa ndugu zangu ukawaambie. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Kwa hivyo baba yake Yesu ndiye babake sisi. Kwa hivyo sisi tu watoto wa Mungu, pia Yesu ni mwana wa Mungu pia. Sasa mimi nawauliza mwalimu wangu, sasa tunapokuja kwa Yesu, nipe Yohana 3:16 alafu niwaonyeshe Waislamu hasara nyote mtachomwa. Kwa maana jinsi hii ndio Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asifanyeje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa huyu mwana pekee aliyetolewa na Mungu ni nani? Kujeni mtuambie ni nani huyu? Maana hilo andiko liko hapo limeandikwa, na labda mlijadili kwa hoja. Sikusema Biblia imeharibiwa na nani? Torati imeharibiwa na nani? Wewe kama unataka mada hiyo weka, usiogelee sasa Biblia kuharibiwa, sijui Torati kuharibiwa. Kama unataka ongeza, mimi nikae hapa Tanzania tuiweke hiyo mada tuone kama kitachibika hapa. Sasa naomba niwaonyeshe hasara. Wewe Mazige, wewe nakuhurumia sana wewe. Kwanza wale watu ambao umedanganya kwa hiyo miaka yote. Kwa nini? Nipe Yohana 3:36, hasara kubwa.
Soma hiyo. Yohana 3:36. Hiyo ndio hasara ya Mazinge na wafuasi wake. Inasema hivi. Ndio. Baba Mazinge tunampenda tu. Ndio. Amwaminie mwana. Amwaminie mwana. Yuna uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana. Yule asiamini mwana. Hataona uzima. Waislamu nyote nyinyi uzima hakuna kwenu. Hakuna. Lazima muamini mwana mpate uzima. Bure. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Jikoni na wagoja na sio kula chips, ni kuchomwa. Kwa kukataa Yesu ni mwana wa Mungu. Naomba unisaidie haya ya mwisho. Nafikiri niko na dakika moja. Wakorintho wa pili 1:19. Rudia tena. Wakorintho wa pili 1:19, aya yangu ya mwisho nikae tugojee wakati wa kukuru kakara.